Tunaangalia jambo la 4 ambalo ndilo namna sahihi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Namna nyingine sio tu kuomba Mungu inaisha, hapana. Ni maombi ya kanisa. Kama uko ndani ya kanisa na kanisa halina maombi, Biblia inasema hutaweza kumpokea Roho Mtakatifu. Hapa tunaona Matendo ya Mitume 4:31 anasema hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Walipokusanyika, eklesia, neno la Kiyunani tunaita eklesia au kuriakos, mahali ambapo kuna kusanyiko la watu, na wale watu wakawa ni watu wa Mungu walioacha dhambi zao. Wanapoingia kuomba Mungu, inatokea kabisa na wanajazwa. Na hii ndiyo historia ya Podia ambaye ndiye mishonari wa Upentekoste hapa Tanzania. Alipokuja akafikia mji wa Igare, aliingia mji wa Igare pale Mbeya mwaka 1927 Disemba mwishoni. Alifika pale akaanzisha pale kazi za useremala. Baadaye akapata watu 6 akaingia nao kwenye maombi. Walipokuwa naomba, nguvu ya Mungu ilishuka sio kwa ya kawaida, nikwambie kabisa, na hiyo nguvu ilikamata watu wale waliokuwa wakiomba pale, wakatawanyika kwenda kuisambaza kila mahali alipoelekea mtu. Kwa sababu ya nguvu ya Mungu alileta uamsho mkubwa. Ndivyo kanisa la Upentekoste lilivyozaliwa. Kumbe Upentekoste wa kweli ni Roho Mtakatifu. Tukimwondoa Roho Mtakatifu hatuna Upentekoste. Kwa hiyo tunapojifunza hata katika TV yetu ya PBFCT TV, tunaangalia hata msingi wa hili jina Pentecost Bible Fellowship Church in Tanzania. Neno Pentecost ni wa Pentecoste walio na misingi ya kibiblia. Ndio maana ya Pentecostal Bible, walio na misingi ya kibibilia. Lakini pia sio hilo tu, fellowship, wenye ushirika, church, wenye ushirika katika mwili wa Kristo. Church ni mwili wa Kristo, kanisa ni mwili wa Kristo hapa Tanzania, kulingana na katiba yetu ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tunapoendelea kumaliza, jambo la 5 ni kuombewa kwa kuwekewa mikono na watumishi wa Mungu wa kweli. Hii ni njia ya kuombewa kwa kuwekewa mikono na watumishi wa Mungu. Tunaiona wapi? Matendo ya Mitume 19:5-6. Mtume Paulo anakutana na watu wamebatizwa lakini hawajapokea Roho Mtakatifu. Anawauliza, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakasema hata kusikia hatujasikia. Biblia inasemaje? Inasema alipoweka mikono, alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Nimeona tushiriki mambo haya mafupi, mambo haya machache kwa faida. Watu wengi wamekuwa wakinipigia simu, Mchungaji Amos, naomba tusaidie, namna sahihi ya kumpokea Roho Mtakatifu ni ipi? Ni mambo 5 yafuatayo. 1, toba ya kweli kama tulivyoona Matendo 2:38. 2, shauku, passion, Kiingereza tunaita passion. Uwe na passion, uwe na shauku kama tulivyoona Isaya 44:3. Jambo la 3 tumesema ni Luka 11:13. Kuomba mwenyewe, Mungu akupe kama baba yako. Hii ni ahadi kwa kila aaminie. Na 4 ni maombi ya pamoja, yale ya kusanyiko kama tulivyoona Matendo 4:31. Na 5 ni kuombewa kwa kuwekewa mikono kama tulivyoona Matendo ya Mitume 19:5-6. Tumishi wa Mungu, ni kushukuru sana. Endelea kufuatilia mafundisho haya. Vipindi hivi vitakujia kila tunapokuwa kuandalia. Mungu akitupa neema, utakuwa unapata vipindi hivi. Nataka nikuombee ikiwa unamhitaji Roho Mtakatifu, kwa sababu tumeona moja ya njia
ya kumpokea Roho Mtakatifu ni kuombewa. Basi ni kuombee. Baba yetu Mungu wa uzima, Baba uliye mwema, na waleta watoto wako hawa, na mleta huyu mwanao aliyoko ndani ya nchi hii na nje ya nchi hii, popote pale alipo, ninamuombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Achilia nguvu ya Roho Mtakatifu iambatane pamoja naye, upako wako na nguvu zako zikamfunike mahali alipo kwa uweza na nguvu. Na ikiwa kuna ugonjwa, mateso, mipango ya giza yote, na ilipua kwa jina la Yesu. Nateketeza roho mbaya, hazina kibali katika maisha yako. Naachilia uponyaji katika mwili wako, mahali popote unapoumwa. Gusa mahali unapoumwa, nami natamka neno hapo, funguka na uwe mzima. Mateso ya kuachie, kizuizi kilichozuia usipokea Roho Mtakatifu na king'oa leo, ninakivunja, ninakiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia uzima wa Roho Mtakatifu ukufunike na ukujaze tangu sasa. Upokee nguvu isiyokuwa ya kawaida. Neema ya Kristo ikufunike maisha yako, wewe na familia, wewe na masomo yako, wewe na kazi yako, chochote unachokifanya kwa halali. Mungu achilie baraka na tamka uponyaji kwa mamlaka ya jina la Yesu. Asante Bwana kwa kutawalinda watoto wako na kuendelea kuwapigania kwa utukufu wa jina la Yesu. Pokea muujiza wako na useme amen, amen. Karibu tena kipindi kingine kinachokujia saa na wakati kama huu, na Mungu wetu akubariki sana. Ikiwa unahitaji mawasiliano, andika komenti yako, utapewa mawasiliano na tutaendelea kuwasiliana. Komenti hapo kwamba nahitaji namba, basi utapewa namba na admini wetu ili uweze kupata mawasiliano. Mungu wetu akubariki. Asanteni. Karibu tena PBFCT.